Hizi ni sababu 5 za kuanza kutumia soya kwenye diet yako kila siku. Hello everyone, karibu Nijia Academy ambapo tunadiscuss topics mbalimbali kuhusu usindikaji wa vyakula, ujasiriamali, nutrition, biashara kwa ujumla. So kama uko interested in topics kama hizi, usisahau kusubscribe to our YouTube channel na kufollow our Instagram page na TikTok Nijia Academy ili kupata updates kila nitakapo upload video mpya. So let's get started. Leo nikasema nielezee faida za kutumia soya katika chakula kila siku. Najua sasa hivi soya imekuwa ni jina watu wengi wanakuta kutumia bidhaa za soya. Bidhaa za soya ni nzuri kwa afya yako. Sasa ni kwa nini tunaanza kutumia bidhaa za soya? Nitasema sababu kuu 5 kwenye hii video. So, sababu ya kwanza, soya ni chanzo cha protini iliyokamilika inayotokana na mimea. Tukiongelea swala la protini, unajua kwamba protini ni very important katika maisha ya kila siku. Mara nyingi watu wanajua kwamba hii ni chanzo cha protini kwenye diet yetu inatokana sana na nyama, yaani nyama, kuku, mayai na kadhalika. Na kipande kwa wanyama ndio tunasema protini ambayo imekamilika. Tukisema protini imekamilika ni kwamba protini ambayo ina vile kwenye protini sasa ile tunaingia ndani ya kuna kitu tunaita amino acid. Ambazo hizo amino acid zipo ni tofauti. Zipo kama kuna 9 essential amino acids na kuna vile non-essential. Sasa kuingia deep in that, lakini tukiwa tunaongelea kwamba protini nzima ni kwamba hii protini hizi amino acids zinapatikana ukienda kwenye nyama ya ng'ombe inapatikana as complete. Ukienda kwenye mayai ipo complete. Ukienda kwenye kuku ipo complete. Sasa ukija kwenye mimea, sio mimea yote ina complete protein. Yaani inamaanisha ni kwamba kuna mimea mingine, yaani kwenye nafaka, kuna nafaka zingine zina amino acid ya aina fulani. Ukienda kwenye labda maharagwe ina amino acid ya aina fulani. Sasa unakuta ndio maana ukiwa na watu ambao wanakula mimea wanaambia watu wale combinations ya chakula. Mfano kama wali, ukila wali na maharagwe unakuta unapata complete yani protein ambayo imekamilika. Lakini ukila wali kama peke yake unapata amino acid chache, na pia kuna amino acid unapata chache ambazo hazipo kwenye maharagwe. Ukila maharagwe peke yake unapata amino acid ambazo zipo kwenye maharagwe lakini hazipo kwenye wali. Lakini combine together ni kila kama wali na maharagwe unakuwa unapata protein kwenye hicho chakula, unakuwa unapata protein nzima. Soya kama soya ina protein nzima. That's why tunasema kwamba soya is a complete protein. Yaani kile kwenye upande wa mimea tunasema kwamba mimi nataka chanzo cha protein ambacho kimekamilika sawa na protein ya wanyama. Tunasema the best option ni soya products, bidhaa za soya. Soya kama soya milk, soya yogurt, kuna soya chunk, kuna tofu ambazo hizi soya chunk na soya tofu sana zinafanana na sifa na unaweza ukazipika kama utakavyopika nyama ya kawaida. So that is why na mfano unakuta kuna sosi zingine zinatokana na hiyo soya inayoandaliwa ndani ya soya. Unaweza kukuta kuna zingine zinafanana sana, yaani unakuta zinafanana ni kiwango cha protein utakachokipata, especially soy chunk au tunasema soy chunk. Unapata nyama, yaani unapata gramu ya protein nyingi kuliko hata sometimes kwenye vyanzo vya wanyama. So now that is why kwa wale yule ambaye hatumii bidhaa za wanyama na anataka apate protein iliyokamilika, ni very important kuanza kuinclude bidhaa za soya kwenye diet yako ya kila siku. Sababu ya pili tunasema why you should include soy in your diet ni kwamba inaweza kusaidia kwenye kuregulate blood sugar level zako. Nita explain why. Ukija kwenye upande wa vyakula, kuna vyakula tofauti. Tunasema kwamba kuna chakula hichi kinapandisha sukari sana, kama ushaikusikia. Kuna chakula kinapandisha sukari sana, kuna kingine hakipandishi sana. Labda ukila kwa wale watu ambao wana sukari, akila vitu kama ngano nyeupe, yani ambayo ishakobolewa kama mkate wa kawaida, sola brown,
unakuta sukari yake inapanda zaidi kuliko angekula labda mkate wa brown. Kwenye mambo ya sukari na kwenye mambo ya vyakula and how yanapandisha kiwango cha sukari kwenye damu, kuna kitu tunaita glycemic index kitaalamu, yaani kwamba glycemic index inaangalia ni kiasi gani chakula hicho kinapandisha sukari kwenye damu. Sasa kuna vyakula ambavyo vina low glycemic index and hivi havipandishi glucose level kwenye damu sana, yaani inapandisha tu kidogo. Kuna medium glycemic index ambayo hii ina wastani, alafu kuna high glycemic index ambayo high glycemic index ni kwamba zinapandisha sukari kwa haraka sana. Na hivi vyakula mfano kama mtu ambaye una kisukari anyhow, mtu yoyote ambaye trying to regulate level ya sukari yako hautakiwi ule. Ndio hivi kama nafaka ambazo zimeshakobolewa mara nyingi vya high glycemic index. Unakuta vitu kama sukari ya kawaida, juice ambazo zimeongezwa sukari, mara nyingi soda na kadhalika zinakuwa na high glycemic index. Sasa ukija kwenye upande wa soy products tunasema zina low glycemic index. That is, hazipandishi sukari yako kwa haraka. So it means that kwa mtu ambaye anatry to regulate level zake za sukari, atashauriwa kutumia bidhaa za nini? Za soya. Sababu ya tatu ni kwamba bidhaa za soya zinaweza zikakusaidia kwenye kumanage uzito wa mwili wako. Sifa kuu ya soya ya kwanza ni kwamba as previous nimesema ni bidhaa ambayo haina low glycemic index. So tunajua haitasababisha sukari kupanda kwenye mwili wako. Tunajua sukari mara nyingi kupanda sana kwenye mwili wako ikisemulate kuongezeka uzito kwenye mambo ya mafuta. Kingine ni kwamba soya haina cholesterol kabisa. Ni kwamba kwa sababu mmea haina cholesterol. Unajua kabisa kwamba bidhaa zenye cholesterol au mafuta mengi mara nyingi yanahusika kwenye upande mwili wa kuongeza uzito wa mwili. Na sababu ya tatu pia ni kwamba soy products ziko high in fiber, yaani zina fiber nyingi. Na hii fiber mara nyingi mtu ambaye anatumia bidhaa za soya unakuta anakuwa fiber inafika kufanya mtu ajisikie kama ameshiba. So kama ukiwa unakula bidhaa za soya, that is why most people think it's not for me. Most people who have tasted bidhaa zetu sana sana hizi za yoga, unakuta mtu akinywa yoga tu moja ya soya unakuta anajisikia kama ameshiba. Unakuta ndani one chupa of soy for complete muda mrefu bila kusikia. So kwa mtu ambaye anataka kuregulate weight yake, hizi bidhaa za soya zinaruhusu kwenye mashavu ya kuridi kama mimi. I highly recommend kutumia bidhaa za soya, especially from Mobia Support. Sababu ya 4 ya kuinclude soy products kwenye diet yako ya kila siku ni kwamba soy inasaidia katika afya yako ya moyo. Okay, soya products, yani soya, maharage ya soya yako rich, yani ni chanzo kizuri cha polyunsaturated fats, ambazo hizi ndio zile omega 3 kama ushawahi kusikia, au omega 6, ambazo hizi zinaonekana kusaidia katika afya ya moyo. Na vile tulisema kwamba soy products hazina cholesterol free. So we know the relation between cholesterol na afya ya moyo. Unajua kwamba cholesterol sio nzuri, especially kwa mtu ambaye ana moyo. And the last thing is ni kwamba soy products as well ni source nzuri ya fiber. Kuna video niliongelea about soluble fiber, ambayo nikasema kwamba soluble fiber inasaidia katika kuondoa cholesterol mbaya mwilini. So in that case, unapokula soy products inakuwa ziko rich na omega 3 and omega 6, ambazo hizi zinasaidia katika afya ya moyo. Na vile hizi soy products zinakuwa ziko rich na soluble fiber, ambapo soluble fiber at the same time inafanya kazi ya kuondoa sumu, yani cholesterol mbaya, na kusaidia kuongezeka kwa cholesterol. So that is why kama ni mtu yote ambaye unasumbuliwa na magonjwa ya moyo, probably tayari daktari wako amekwambia usitumie sana bidhaa za nyama. Why? Kwa sababu bidhaa za nyama ni kwamba ziko rich in saturated fat. Lakini where do we get a source ya protein ambayo haina mafuta? The best option ni kuanza kutumia bidhaa za soya.
Sababu ya 5 ni kwamba soy products vilevile zinasaidia katika afya ya mifupa mwilini. Soy iko rich na minerals kama calcium, magnesium na kadhalika, ambazo hizi zinasaidia katika kwenye afya ya mifupa, haswa kutumia bidhaa za soy powder. Yani kwa sababu kuongelea soy products zipo nyingi, kuna soy milk, kuna soy yogurt, kuna soy powder, kuna soy chunks, kuna tofu, many nitazitaja hapa kidogo. Lakini ukitumia hasa mfano kama soybeans, ukizichukua ukazisaga ukatengeneza katika unga katika unga soy, utapata soy powder, ambazo hizo soy powder mara nyingi zenyewe in this form mara nyingi tunakuta matumizi yake then content ya calcium na magnesium ipo juu zaidi. Sababu ya 6 ambayo hii ni bonus kwa wale ambao wataangalia the full video kwenye my YouTube channel. Sababu ya 6, bidhaa za soya zimefanyiwa research na kuonekana na inasaidia katika kuprevent risk ya kupata kansa za prostate cancer, kuna breast cancer na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu kwenye soy products ziko very rich in antioxidants. Kuna kitu ambacho tunaita isoflavones, ambazo hizi zipo very rich katika nini? Soy products, ambazo hizi kitu kimeonekana kufanya kazi kama anti-inflammatory, anti-carcinogenic, kwamba inasaidia katika kupunguza ongezeko la kansa kama hizi za prostate cancer au cancer ya breast cancer, colon cancer, prostate cancer ndio hii tunaita tezi dume, breast cancer, cancer ya ziwa, na colon cancer, cancer ya kwenye utumbo mkubwa. So hizi soy products zinaonekana kusaidia katika kuprevent this. Inaonekana so bidhaa za soy jamani ni bidhaa ambazo ziko very good kwenye afya yako. Hata kama wewe bado unakula vitu vya nyama, I'm not going to say kwamba ignore it completely, lakini I advise you to start and kuanza kutumia bidhaa za soy and interchange. Kwa kama ni mtu ambaye tayari una mambo ya pressure na sukari na nini, it is better at least % kubwa ya diet yako at least include bidhaa za soya kama soy, nyama za soya, yogurt za soya, badala ya kutumia hizi za ng'ombe, kwa sababu mara nyingi za ng'ombe zinakuja na mafuta ambayo mara nyingi kama tayari ni mgonjwa ambao anasumbuliwa na mambo ya moyo au mambo ya pressure, it's better we opt for a better option kwa kweli. Au hata kama ni mtu tu ambaye anasema mimi I want to at least kwenye diet yangu ni include health version, labda mara moja kwa soy unachanganya. I will recommend it for you kutumia sana bidhaa za soy. So video isiende sana. Kupata video kama hizi, usisahau subscribe to our YouTube channel na follow Instagram page and TikTok as well. Media Academy will support updates na nitakapo upload video mpya. Na nenda ka follow Instagram page na food products na TikTok page ili uweze kujua zaidi kuhusu bidhaa zetu. Kuna bidhaa za soya kwa mfano, tunatengeneza soy milk fresh, yogurt, tuna vile tofu na vile tuna soy drink powder, ambao vyote vinakupa manufaa ya soya ambayo ni muhimu. So bye bye.